pale kwa ile mlima ile kulikuwa na vitina. Kuna mtu hapo ameweka vitina miaka 3. As someone who has specialized in preaching systematic hatred against the government, against leaders who are supporting the government, pale kwa hiyo kona ya mlima ile. Lakini wakati alipewa nafasi aweke mti yake pale mbele north, Your Excellency, hiyo mtu alikimbia, alitoa njasho, aliumia, aliingia kwa msitu, tulifukuza yeye, akaenda nyumbani. Mliona alienda nyumbani ya kwenda? Alienda nyumbani ya kwenda? Kwa hivyo msije mkandanganywa ati kuna mtu yako na kura ya mlima kwa mfuko. Hakuna. Kama ako naye tungeona wakati tulikuwa na kinyang'anyiro pale mbele north. Na saa hii tunamwambia namna hii, wacha kuleta mtu ambao si wa chama yako kwa MCA's positions zile ambazo zinaendelea. Leta mtu ya chama yako ya DCP pale mbele north, tungangane na wewe, tufukuze wewe asubuhi, ili utambue ya kwamba hii Kenya inaongozwa na mtu mmoja ambaye anaitwa Rais William Samoei Ruto. Mimi nataka nikushukuru kupitia Wizara ya Public Service and Special Program. Umehakikisha kwamba wananchi wote wa Kenya, wale ambao wanakumbwa na kiangazi, wakiwa Turkana, wakiwa Mandera, wakiwa Taita Taveta na kona zile zingine, umehakikisha kwamba serikali yako imetoa chakula ya kutosha kwa wale wote ambao wanakumbwa na kiangazi. Na mimi kama yule ambao umepea hiyo kazi, na hakikisha kwamba hiyo chakula inafikia wananchi ambao wanakumbwa na kiangazi. Vile vile tumeweka mpango kama Indara kuhakikisha kwamba mifugo ile pia inakumbwa na kiangazi huko Wajir, Garissa, Turkana na kona zile zingine pia itapata chakula ya kutosha. Kwa hivyo I want to assure all the Kenyans through this State Department of Special Program that your government, sir, has enough resources to ensure no Kenyan will sleep hungry for lack of food. Kwa hivyo wale ambao machief, assistant chiefs na DCCs, wale wao katika sub counties tofauti, kama kona yako unajua kuna mamboma hawana chakula, tafadhali toa hiyo amri ama hiyo apali kwa serikali itufikie, ili tuhakikishe kwamba ile amri rais ametupea ya watu wote wapate chakula itawafikia. Your Excellency, nataka niseme pongezi sana. Unajua kila siku watu tunakuja hapa, lakini tunakuwa na shida ya watu wetu kuuana hapa chini. Lakini leo tumekuja kusherekea tukinunua mbuzi, tukisema asante kwako na asante kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu unajua hawa watu wote hapa wafugaji wa mbuzi na ng'ombe, lakini wamekuwa na matatizo kwa mwaka mingi. Na unajua wakati ya Nyayo hiyo matatizo haikuisha. Tukakuja wakati ya Kibaki, tukakuja wakati ya Uhuru. So nilikuwa na wasiwasi nikisema sasa hii wakati ya William Ruto hii kitu isipoisha nani atamaliza. Lakini nataka niseme asante sana, maana leo tukiwa hapa watu wetu wanaishi kwa manyumba zao, wanalala kwa manyumba zao, wanafanya biashara zao, mashule zote zimefunguliwa, watoto wetu wanaenda shule. Nataka niseme Baringo, Turkana, Elgeyo Marakwet na hiyo beldi yote, asante sana. Tudumisha amani kama watu ya Tiaty. Tumekuomba Your Excellency. Asante sana Your Excellency, mimi nimekaribishwa ili nipate kutambulisha waheshimiwa wenzangu. This Honorable Josephat Lokorio, Deputy Majority Leader and MCA Barwe South. Your Excellency, tafadhali sema leo tena mara ya pili ndio wasikie. Your Excellency, tumekuwa na shida ya insecurity kule Saimosoi. Niambiwa sisi wote tunakuja, sisi wote. Mheshimiwa Rais, niko na maneno mawili tu. Ya kwanza, karibu nyumbani.
Tunafurahi kukuona kila Disemba ukija kununua mbuzi na sisi na kusaidia watu wetu. MCAs waonekane hapa ndugu yangu. MCA, speaker. Ya pili, Mheshimiwa Rais, kuna maneno kidogo angalau tufanye campaign juu vile inakaa ni kama unaweza pita bila anopos kama Ishungwa 2022 ikuwa hasara. Your Excellency, weka madam zile Radat hapa, weka ingine Lake Baringo, weka ingine huko Kerio, weka zingine kwa manyumba ya watu. Ya pili, rais wetu, ni kuambia kwamba katika safari yako ya kwenda Singapore, sisi Baringo tutachangia mahali pakubwa. Na hiyo beldi yote, asante sana. Tudumisha amani. Na Your Excellency, unajua ulichelewa kidogo kwa hiyo maneno. Unajua ya dam, kwa sababu hii maji ya Chemsusu saa hii watu wamepe na amani kudumu. Your Excellency, kuchukua ile barabara ya second wall to first wall, huyu ndio rais atabadilisha Kenya mpaka tufike Singapore, mbuzi. Mimi nataka nikushukuru pia kwa yale miradi ambao umetuwekea. Wacha nikaribishe Joshua Kandie Masmas wa Baringo Central. Kini ile inapaki Your Excellency ni kuja kupata wewe tumalize namna hiyo. Kwa hayo mengi Kasit Aaron Cheruyot. Na huyu mungwana ndio mkubwa ya NSSF, mnamjua. Onge njiji. Kuna watu wamehepa hapa bado wanatembea na bunduki 2-3. Bunduki mimi nataka nishukuru. Bunduki mmerudisha karibu yote. Yule mtu ambaye bado hako na bunduki kwake alete, otherwise we will come for it, and you know the consequences when we come for it. Sijui kama tunaelewana. Kuna wajanja wengine wahuni wameenda sasa kule Transmara, wanaua wananchi kule. Juzi polisi wamegazette hiyo area kwamba ni area iko disturbed, area iko na matatizo, itawekwa curfew, na hawa watu watarudisha bunduki, na wasiporudisha bunduki watakiona cha mtemakuni. Yes, nyie mnanielewa? We must have a peaceful country. We must stop criminals, terrorists, and all others who are infringing on the peace and security of other citizens. Na sio tafadhali, hiyo ni kazi itafanyika kwa lazima. Kila mtu atawachana na bunduki. Bunduki ni askari. Kama unataka bunduki, enda ujiandikishe kwa polisi, alafu utakuwa trained, uwe policeman, uwe na bunduki. Ama namna gani? Ati unasikia mtu anazurura ati yako na bunduki anachunga ng'ombe. Sasa bure kabisa hiyo watu. In that manifesto we have the National Infrastructure Fund. Page 10 of the Constitution of Kenya Kwanza has the National Infrastructure Fund. So the National Infrastructure Fund sio kitu imetokea hewani. We have not parachuted anything from anywhere. We are simply implementing the plan that the people of Kenya in the elections of the last election voted for. And that is why I am asking Parliament, hiyo kazi yote ambayo tumesema tunaendelea nayo ndio ya kutoa Kenya chini, tukasema from the bottom up, meaning we are getting Kenya from a third world country to a first world country. That is the meaning of bottom up. And that is why we started with food security. We have consolidated our education. We have consolidated our health. We are driving job creation because we have a solid, demonstrable, practical plan ya kupeleka Kenya, taifa letu la Kenya mbele. Nyinyi mnanielewa watu wa Baringo? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee na hiyo kazi. So I want to tell our friends, wale watu nasikia wanasumbuka sana na mambo ya first world. Wengine wanasema sijui Singapore nini, sijui Malaysia, sijui nini, sijui Korea. Mimi nataka ni repeat. This country called Kenya, we are going to do the things that those countries did. They were with us as third world countries. Today they are first world countries. We are going to do what they did, and we are going to do more than what they did, because Kenya cannot continue to be a third world country. We are going to move it
by whatever means possible to be a first world country. Hii Kenya ilijelewa miaka nyingi. Kenya ilichelewa miaka nyingi kwa sababu ya maono madogo, kwa sababu ya watu ambao hawataki kufanya kazi, because of negative people who don't believe in anything positive for our nation. I want to tell leaders, I want to tell the good people of Kenya, we must believe in ourselves. We must believe in our country. And most importantly, we must believe in God. Na Mungu atatusaidia. Nimeona askofu moja amesema kule Mombasa ya kwamba hii safari ya first world, hiyo rais anasema itachukua, hata yeye anaona itafika mapema. Mimi namwambia huyo askofu, mimi nakubaliana na wewe. Na amesema hii yetu itafika mapema kwa sababu tunamwamini Mungu. Kwani nyinyi muamini Mungu? Si tunaamini Mungu? Kama wale walichukua miaka 30, sisi tukichukua 10 ama 15, inawezekana ama haiwezekani? Inawezekana ama haiwezekani? Mimi ningependa kusema tukiwa hapa Baringo, tumeketi chini na viongozi wa hapa Baringo na tumekubaliana barabara ambazo ziko hapa, mkiona budget yetu ya mwaka huu tumeongeza mara 3 ile ilikuwa ya mwaka uliopita. Sasa tumeweka 3.4 billion barabara za hapa. Barabara ile ya kutoka kule kwenda Ochi kwenda Poror, hiyo ninakuja kufungua February. Contractor atakuwa hapo, tunakuja kujenga. Hii ya kwenda Tenges, kwenda Kapkayo hapa chini, hiyo vile vile iko katika mipango yetu. February mimi nakuja kuanzisha. Ile barabara ya Parbelo ilikuwa imekwama, tumeweka 400 million inasonga. Ile barabara ilikuwa imekwama hapo ya ule contractor alikuwa ametusumbua, tumemfukuza, tumelete mwingine anaitwa Intex. Sasa kutoka Marigat mpaka Mochongoi hiyo barabara itatembea. Na tumeweka kule karibu milioni 600 ya kusukuma hiyo barabara. In general, tuko na barabara ya Solian, tuko na barabara ya kwenda Musereji, ile ya Mugurin, ile yote, barabara hizo zote tumeweka pesa. Ile ya kutoka kule Kinyach kuteremuka mpaka ifike Aror, hiyo inaendelea saa hizi, lakini tutaongeza pesa na tuhakikisha kwamba ikifika Aror iende mpaka ifike Barwesa. Na mimi nataka niwaeleze ndugu zangu, nilisema na nitarudia, bottom up was not and is not a slogan. It was not mambo ya kuongea. It was a plan on how to lift Kenya from a third world country to a first world country. Kuna wengine saa hizi ndio wanaanza kutuongelesha, wanasema ati tumebadilisha, ati tumewacha bottom up, ati tumeenda first world. Mimi nataka niwaeleze, waende wasome manifesto ya bottom up. Manifesto ya bottom up iko pamoja na huyu kiongozi amesema hapa Bwana Ichung'wa. Waende wasome. There is nothing we are implementing that was not in our plan. There is nothing we are implementing that was not part of the manifesto that we sold to the people of Kenya, and they voted for it. 7.2 million Kenyans voted for that manifesto. We are moving forward with Kenya. This first world will be a reality in our lifetime. And we are moving unhindered. We are not being sidetracked. Hatuwezi kupotea njia wakati mahali tunaenda. Kwa hivyo, mimi nawatangazia. Si tumejenga Talanta imekamilika? Si tunajenga Bomas inaendelea inafika April? Mimi nakuja kuanzisha ile reli ambayo ilikwama pale Naivasha. Na sukuma inaenda Kisumu, inaenda Uganda. Hiyo reli itasonga. Mimi nakuja kuanzisha hii barabara nilianzisha juzi. Hii ya kutoka kule Mau Summit. Hiyo barabara kufikia mwezi wa 6 mwaka wa 2027. Hiyo barabara itakuwa imekamilika. Na kama mtu wako na maswali aweke timekeeper. Si ndio? Yes. Nilisema ile Bomas itakamilika by April. Watu wanauliza maswali. Tayari tuko na watu wanataka kutumia Bomas. Watu wako na imani. Wanasema tunajua itakamilika Mei, wako na mkutano. Nimeambia rais wa kule Ufaransa nitakufanyia mkutano hapo ya Friends Africa hapo Bomas. Nyinyi mnanielewa my friends? Mnasema tuendelee ama tuendelee?